personal branding, kwa waandishi wa habari tulikuwa tukilaumiwa mara nyingine kuhusiana na namna tunavyoziacha brandi zetu vibaya. Unavaa ovyo ovyo, unaenda kwa watu, wanakuwa hawakuamini. Umeenda katika kijiji kwenda kuzungumza na kina mama ama wazee, watu wazima, umevaa kama vile unaenda zako kasino, watu hawatakusikiliza. Lakini kama una story unaenda kuiandika kule kasino, ukivaa pia kama umeenda shamba, pia hawatakuelewa. Kwa hiyo katika uandishi wa habari tuwe ni watu wa kutambua ni mavazi gani tuvae, wakati gani, tuzungumze namna gani na watu gani. Maana yake ni kwamba nafsi zetu na akili zetu ziwe za kutafakari zaidi ya wale tunaowapelekea habari kila wakati. Ukitaka kuishia hapo ulipo, utabaki hapo ulipo, lakini ukitaka kujiendeleza kuhusiana na masuala ya uandishi wa habari, unaweza kuandika vyovyote. Kuna maeneo mengi na hivi sasa dunia ya uandishi wa habari inasema usiwe mwandishi kama jack of all trade. Wanasema kwamba tuwe na specialization. Unaweza ukajikita kwenye afya peke yake, unaweza ukajikita kwenye teknolojia, unaweza ukajikita kwenye mabadiliko ya tabia nchi, uchumi wa buluu, na hata na viumbe hai, hata udongo. Ukajikita kwamba wewe ni mwandishi unayetuambia kuhusiana na masuala ya udongo asubuhi, mchana, jioni, mpaka tunakufahamu na wataalamu wa udongo wanakujua kwamba wewe ndio unaweza ukaelimisha wananchi kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri udongo. Kwa hiyo ni wewe namna utakavyojiweka na namna utakavyoweza kuarticulate kile unachokitaka. Ni wewe utakayejibeba. Ukijibeba hovyo utakuwa mwandishi wa hovyo kabisa. Utajiunga na makundi ya wale waandishi wa habari tunaowaita makanjanja hapa mjini na tunawajua kwa majina na kwa sura. Ama utakuwa mwandishi mahiri hapa mjini na tunawajua kwa majina na kwa sura. Ni wewe utakavyojibeba, ni wewe utakavyojifikisha mbele za watu, ni wewe utakavyojidharau, ni wewe utakavyojihurumia, ni wewe utakavyoamua na moyo wako